Karibu ndugu msikilizaji na mtazamaji, kituo nambari 1 kinachokufahamisha yote yanojiri katika safu tofauti ikiwemo katika safu ya burudani, siasa, michezoni na habari nyingi zaidi. Siku ya leo ningependa tuweze kuzungumzia kuhusiana na hapa Afrika, ambapo tunaangalia hali ya uongozi na siasa ya hapa barani Afrika. Na kwa kweli ni kwamba wakati wote kiongozi hupata wanaomuunga mkono na wanaompinga na kuchukia uongozi wake, hasa wakati huu ambapo kila nchi hasa hapa barani Afrika inakumbwa na misukosuko ya kisiasa. Kunao viongozi ambao wameweza kushuhudia mapinduzi serikalini na kupelekea hali ya usalama kukosekana. Kwa sasa hii inadhihirika nchini Burkina Faso, ambapo Captain Ibrahim Traore aliyeingia madarakani kwa njia ya mapinduzi mnamo mwezi wa 9 mwaka 2022 anakumbana na mapinduzi makali kutoka kwa viongozi tofauti nchini humo na nje ya Afrika na dunia nzima. Ni kwamba serikali ya Burkina Faso inadai kuwa njama hiyo ya kuweza kumng'oa madarakani inahusisha maafisa wa jeshi na wanasiasa wa zamani walioko uhamishoni, ililenga kuweza kushambulia ikulu na kuhamisha mamlaka kwa njia ya vurugu. Lakini swali kuu linalozunguka vichwani mwa wachambuzi wa siasa za Afrika, je, ni nani hasa wanaotaka kumpindua Traore na kwa nini? Hapa ndani ya Pwani News Africa tutakuwa tunaangalia sababu ambazo tuliweza kuchunguza na kuona ni nani anayehusika katika swala hilo, ama ni kundi gani linalohusika katika njama hiyo ya kuweza kumpindua Captain Traore. Burkina Faso ni nchi ambayo siasa zake mara nyingi huzunguka ndani ya kambi za kijeshi. Wakati Traore alipompindua Kanali Damiba mwaka wa 2022, aliahidi kuwa sehemu ya mwisho ya mapinduzi ya kijeshi. Hata hivyo, kwa baadhi ya maafisa hasa walioko mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya magaidi, kumekuwa na malalamiko kuhusu rasilimali, maamuzi ya uongozi na mgawanyo wa mamlaka. Wachambuzi wanaeleza kuwa kuna mvutano wa kimya kati ya vikundi ndani ya jeshi. Kuna wale wanaotaka kubaki na ushawishi wa kisiasa na wale wanaotaka mabadiliko ya kweli kwa njia ya kiraia. Njama ya kutaka kumpindua hivi karibuni inaweza kuwa ni matokeo ya mvuto uliofikia kilele. Waziri wa usalama Mahamadou Sana alisema kuwa jaribio hilo la mapinduzi lililoongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi. Alisema kuwa mpango wao ulikuwa kushambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Lengo kuu, alisema, lilikuwa kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi hiyo chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Na serikali ya Traore imekuwa ikiwashtumu mara kwa mara wanasiasa waliokuwa madarakani kabla ya mapinduzi kwa kushirikiana na majeshi ya nje na makundi ya kigaidi. Wengi wa viongozi hao wamekimbilia nchini jirani kama Ivory Coast, ambako sasa wanatajwa kuwa vinara wa mipango ya kuleta hali ya sintofahamu kwa kushirikiana na baadhi ya maafisa wa zamani wa jeshi. Ni wazi kwamba mapinduzi ya Traore yalivunja maslahi ya kisiasa na kiuchumi ya watu wengi waliokuwa wakinufaika na mfumo uliyekuwepo awali. Kutoka kwa makampuni waliokuwa na kandarasi za serikali hadi kwa maafisa waliokuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa, wengi walipoteza fursa walizozizoea. Haishangazi kwamba wanatafuta njia ya kurejea kwenye mfumo unaowapa nafasi, na njia rahisi kwao ni mapinduzi, kwa sababu wameshawahi kufanikiwa mara kadhaa nchini humo. Nje ya Burkina Faso na machoni mwa wananchi wake, kwa kawaida Traore ni mtetezi wa wanyonge, ni mkombozi wa kiongozi aliyebeba matumaini ya wengi. Lakini kwa baadhi ya wanaotamani mamlaka, maslahi ya kimfumo wanamtazama kama kikwazo. Ukiacha na malalamiko kuhusu rasilimali, maamuzi ya uongozi na mgawanyiko wa mamlaka, kuna hili la muda wa Traore kuongoza kwa mpito Burkina Faso. Chokochoko zilianza mapema tu alipoingia madarakani mwaka 2022 na ziliendelea baada ya kutangaza kuongeza muda zaidi wa miaka 5 ya mpito kutokana na usalama mdogo nchini humo. Alieleza uchaguzi ili kukuwa na serikali ya kiraia kunahitaji utulivu na amani kubwa ambayo haioni nchini humo kwa wakati huo. Akatoa mfano mwaka jana kuwa hakuna usalama katika mikoa ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambapo wanajeshi wanapambana na makundi mawili yenye silaha ambayo sasa yanadhibiti karibu nusu ya Burkina Faso. Hata hivyo, wakosoaji wake wamemshutumu Traore kwa kutumia changamoto za kiusalama kujaribu kuongoza muda wake madarakani. Wanaotaka mapinduzi hawakubaliani na muda kuongezwa.
ukiacha maslahi mengine yasiyo wazi. Lakini matukio ya hivi majuzi yamezua maswali kuhusu udhibiti wake, na ni serikali ya Burkina Faso inaweza kufanya ili kuzuia vitisho vyovyote vya ndani, wanasema wachambuzi. Je, kwa nini kuna hofu ya usalama chini ya Traore? Tangu alipopatua mamlaka katika mapinduzi ya kijeshi, Traore ametangaza Burkina Faso na Ufaransa, tawala wake wa kikoloni ambao kwa muda mrefu amekuwa mshirika mkuu wa misaada na mshirika wa kijeshi. Mwaka jana takriban operesheni 400 maalum za wanajeshi wa Ufaransa waliondoka nchini humo, huku uhusiano kati ya nchi hizo mbili ukizidi kuzorota. Ufaransa ilikuwa ina jukumu kubwa zaidi la kulinda usalama wa taifa hilo kwa miongo mingi. Kuondoka kwa vikosi vyake kumeongeza uhuru kwa makundi mengine ya kijeshi nchini humo yanayotajwa kama ya kigaidi kuendesha kutishia usalama na mengine kutumika kwa njama za mapinduzi. Makumi ya watu wanaotuhumiwa kupanga njama za mapinduzi wamekamatwa, huku wengi katika jeshi wanaoshukiwa kuhusika wameripotiwa kupelekwa kwa misheni za nje ya nchi, jambo linaloleta mtazamo na mchanganyiko wa wachambuzi wa kisiasa wa hapa Afrika. Pia tutakuwa tunaangalia tuwezi kuona, je, Traore anaungwa mkono na wananchi wa Faso licha ya njama ya kutaka kupinduliwa kwa mara kadhaa, karibu mara 3 katika kipindi cha miaka 2.5 na changamoto zingine. Kapteni Traore bado anaungwa mkono na sehemu kubwa ya raia wa Burkina Faso. Katika nchi yenye historia ya viongozi wanaoshirikiana na mataifa ya nje, Traore ameonekana kama mfano wa kizazi kipya cha viongozi wa Kiafrika wanaojitahidi kujitegemea, kujenga taifa lao kwa msingi ya kizalendo na kupinga unyonyaji wa kigeni. Anavutia zaidi vijana ambapo kwa miongo kadhaa wamekuwa wakihisi kupuuzwa na mifumo ya zamani ya uongozi. Hii ndiyo sababu maandamano ya kumuunga mkono yamekuwa yakionekana kila mara ambapo kuna tishio la njama au propaganda dhidi ya serikali yake. Akiungwa mkono na wananchi waliodhamiria mabadiliko kwa upande mmoja, na upande mwingine aikabiliwa na mashinikizo ya ndani na nje yanayotishia uthabiti wa taifa lake. Je, utaweza kudhibiti vishindo hivi vyote ikiwemo mapinduzi na kuliongoza taifa kuelekea usalama na uhuru wa kweli? Muda pekee ndio utakaojibu. Hapa ndani ya Coast Digital Media tutakuwa tunakujuza hali itakavyokuwa inaenda kule nchini Burkina Faso. Hayo ndiyo makala ambayo tumeweza kuandalia ndani ya wiki hii. Cha msingi tu, kama ndio mara yako ya kwanza, hakikisha kwamba una subscribe ili kwamba utakapokuwa na makala mengine utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuyapakua.